Ndugu mwananchi Mtanzania, leo tena niko kwako kukuletea kipindi cha 3 cha Ijue Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kipindi kilichopita tulichanganua vizuri. Sasa leo tunaendelea kwenye kipengele cha maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii ni nini? Na kina nani hawa wanaoitwa wataalamu wa maendeleo ya jamii, ambapo huwa tunawaita maafisa sasa wa maendeleo ya jamii. Yote hii ni kukupanga tu wewe vizuri kuelekea huku kwenye dira 2050 ya maendeleo ya taifa. Sasa hawa maafisa maendeleo ya jamii, hawa ni mainjinia wa fikra za mtu. Wamesomeshwa kuzijenga fikra za mtu zikae sawa, aweze kuona changamoto zinazomzunguka, hapo hapo kuna fursa zipo. Maafisa hawa wamesomea kama wataalamu wa afya wanavyosomea kutibu binadamu, wa elimu wanavyosomea kufundisha taaluma mbalimbali. Hawa maafisa maendeleo ya jamii wamefundishwa kufinyanga fikra zetu, ili tunapoishi kwenye jamii, makundi yote, sio mtu mmoja, aweze akiamka anaziona changamoto, basi pia anaweza kuchambua akaziona na fursa hapo hapo. Serikali inapokuja na masuluhisho mbalimbali kuhusu changamoto, isije na masuluhisho yake tu, yayo yametokana na maoni ya wananchi ambao wamezichambua changamoto zao, wakaziona fursa, wakatamani kwenda na serikali yao kwenye maendeleo, lakini wao wenyewe wakawa na mchango kwenye safari hiyo ya kwenye maendeleo. Hawa ndio maafisa maendeleo ya jamii. Sasa maafisa maendeleo ya jamii hawa wana historia ndefu sana kwenye hii nchi. Wengi wanaweza kawa hawajui. Enzi hizo nchi inapata uhuru, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa anapambana na adui, maradhi, ujinga, umasikini, alibaini umahiri wao kwenye kuhamasisha jamii, kuelimisha jamii, kufinyanga fikra za jamii, ili tuweze kwenda pamoja kwenye maendeleo kwa kasi zaidi, bila kuacha wananchi wala kumwacha hata mtu mmoja katika makundi ya wananchi. Sasa walichokifanya enzi hizo katika kupambana na adui hao watatu, zilitengenezwa kampeni 8 za kimkakati ambazo zilifanya kazi kubwa na kutuletea matokeo makubwa katika sekta zote. Kulikuwa na kampeni ya uhuru na kazi, kulikuwa na kampeni ya uhuru na maendeleo, kulikuwa na kampeni ya uhuru na umoja, kulikuwa na kampeni ya kilimo cha kufa na kupona, kulikuwa na kampeni ya mtu ni afya, ujamaa na kujitegemea, kisomo chenye manufaa, pamoja na lishe bora. Angalia sasa mafanikio mengi yaliyopo kwenye sekta zote hizi hapa ambazo zinahusiana na hizi kampeni. Iwe ni sekta ya elimu, kuna mchango wa maendeleo ya jamii mkubwa ambao ulienda kuwavuta wananchi wakahamasika, wakakaa kwenye mstari wa kwenda kufanya hizo kampeni ili zifanikiwe. Ukienda kwenye sekta ya afya, mafanikio huwezi kuyataja bila kumshirikisha au kumtaja afisa wa maendeleo ya jamii. Kwenye kilimo, kwenye viwanda, kwenye uvuvi, kwenye ufugaji, kwenye ujenzi, kwenye maji, kwenye nyumba na makazi, kwenye madini na maliasili, popote pale, hayo yamefanikiwa kwa mchango mkubwa wa maafisa maendeleo ya jamii. Hivyo basi, itoshe kusema wale wenye kumbukumbu enzi hizo walikuwa wanaitwa mabwana na mabibi maendeleo. Walikuwa wanavaa kofia hivi, wako vijijini kule. Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutupeleka kwenye dira 2050, aliliona hilo kwamba lazima arudi kule, hii wizara iundwe. Akaiunda akitamani kwamba tukaamshe kasi nyingine mpya ya kutupeleka dira 2050 kupitia mchango wa maafisa maendeleo ya jamii wanaofinyanga fikra za binadamu za mtu, ili akae sawa kwenye maendeleo. Sasa wewe mwananchi, kama madaktari wa fikra zetu, ndo hao wanaitwa maafisa maendeleo ya jamii. Nafasi yako umeiona katika kuwapa ushirikiano ili wakusaidie kuwa na mtazamo chanya kuhusu changamoto ulizonazo, na huku pembeni kuna masuluhisho ya changamoto hizo. Ukimwona afisa maendeleo ya jamii, mshike sana, kamate sana, akutengeneze uweze kuziona changamoto na kuziona fursa zako, na kukaa kwenye mstari wa kuzifikia fursa kwa maendeleo yako na taifa kwa ujumla. Asanteni, fuatana nami kipindi cha 4 uendelee kujua, je, sasa hivi wanafanya nini?